kadri ambavyo uzuri ibada ndivyo ambavyo unafungua mlango wa shetani kukupata. Bwana sana. Na akishakupata anakupiga kweli ili usije ukashtuka ukarudi tena. Ndio maana wengi waliopoteza miujiza wanapewa na roho ya kukata tamaa. Utasikia manabii asije kuomba tatizo narudi tena, sisi tena, bwana imerudi tena. Kumbe ni shetani ameshamtawala, amempa roho ya kukata tamaa ili asirudi kule, asije akafunguliwa tena. Baadaye huyo mtu anaanza kuwaziaki watumishi wa Mungu. Huyo mtu anaanza kuwasema vibaya watumishi wa Mungu. Huyo mtu alikuwa vizuri kabisa kanisani, alipokea vizuri, kwa sababu amepigwa na shetani. Utasikia hao ndo manabii wa uongo, hao ndo wachungaji wa uongo, hao ndo nini. Kumbe shetani ameishamvamia na yeye, kwa sababu amempa nafasi. Na Mungu anasema hivi, anasema muwe na kukesha. Tumesoma sije? Ukianza nyuma muwe na kukesha. Sababu shetani kitaka mtu ameona kesha saa ngapi? Kwenye mikesha haupo, kwenye maombi haupo, kwenye ibada haupo. Kuna vitu Mungu anafanya kwako ili umwamini yeye yupo na ubaki unamtegemea na kusimama kwake yeye. Sasa pale ambapo anaona amekutendea ila unajisaurisha kama vile hajakutendea Mungu, unaanza kumsiaki Mungu, anaweza kaondoa muujiza wake kwa kumruhusu shetani apige. Kwa sababu kabla shetani apiga, shetani mshtaki. Umesoma msile? Shetani mshtaki, anastaki. Huyu anasema kwa 1 2 3. Huyu 1 2 3. Basi Mungu anakaa pembeni, anakuja kukupiga. Anamruhusu akupige. Labda utashtuka tena. Usiposhtuka, hao maadui zako wanaweza kuwa kwa tatizo hilo ambalo mwanzo ulikuwa umepona. Kwa nini? Kwa sababu hujashtuka. Watu wengi sana nimekuwa nikiombea, wamekuwa wakishika mimba. Anaombea atafuta mtoto miaka 10. Anatafuta mtoto. Halikuwa ashiki ujauzito kabisa. Kwa muda wa 10, 11, 15 yuko ndani ya ndoa. Baadaye anashika ujauzito vizuri. Wakati ana shida ya kupata mtoto, ibada zote yupo, kwenye mkesa yupo, kwa sababu ana haja ya kutaka mtoto. Kwenye maombi ya morning glory huyu mtu yupo, kwenye mfungo yupo, ibada zote yupo, kila wakati. Mungu anaacha neema, anashika ujauzito. Baada ya kushika ujauzito, mwezi wa kwanza yupo, miezi 2, miezi 3, huyo anaanza kuchagua ibada. Nini nyonga? Nini siwezi kutembea? Nini visingizio vinakuwa vingi sana. Baadaye utakuta anaanza kabisa kuja kanisani. Baadaye utakuta analisema vibaya kanisa lile ambalo amempakea muujiza. Anageuza maneno na kuanza kulisema vibaya. Aidha mtumishi au washiriki wenzake. Lile